Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katika kitabu cha Al-Mulakhasul Fiqhi cha Al-Allama Al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, mlango wa zakatul fitr. Leo katika kikao hichi, kikao cha namba 2 ba, akataja takriban masala manne ambayo yatatufaidisha insha Allahu ta'ala. Jambo la mwanzo akasema wayustahabbu ikhrajuha anil haml, yani inapendeza pia mtu akatolea zakatul fitr mimba iliyopo kwa mke wake, lifi'li Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu jambo hilo amelifanya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo katika watu ambao utawahesabu watu wako, usisahau kama mke wako ana mimba, basi na mimba ile imedirikiwa na Ramadhan, itolewe zakatul fitr. Masala ya pili akasema waman lazima ghairahu ikhrajul fitr anhu, yule ambaye amesababisha kwamba mwenzake awajibike kumtolea yeye zakatul fitr. Sasa yani huyo mwenzake ndo anampa chakula yeye, ni ndugu yake au mke wake, sawa sawa, yeye ndo mume. Sasa fa akhraja huwa an nafsihi, sasa huyu ambaye mtolewa akatoa kwa ajili ya nafsi yake, biduni idhni man talzamunahu, bila ya idhni ya yule ambaye anawajibika kumtolea, ajzaat, kwamba zaka hii inakubalika. Kwa sababu gani? Liannaha, kwa sababu zaka hii zakatul fitr wajabat alayhi ibtidaan, yani imewajibika kwake yeye ibtidaan, mwanzo kabisa wa masala, yeye kwake ni wajib. Kwa hiyo yeye atashindwa kutoa kwa sababu gani? Analishwa na baba yake mathalan. Sasa akatoa yeye bila kumwambia baba yake ambaye ndo anawajibika kumtolea, zaka hii inakubalika, sawa. Wal ghairu mutahammilun laha ghairu asil, kwa yule ambaye ni mwingine ambaye ndo kama mfano baba yake au mume wake amembebea hilo jukumu, lakini sio asili, asili ni yeye. Haya ndio masala ya pili shekhe ambaye ametaja kwamba mtu ambaye anatolewa na baba yake au mume wake akaamua kutoa mwenyewe, jambo hilo linafaa. Na masala ya tatu, wa in akhraja shakhsun an shakhsin la talzamuhu nafaqatuhu biidhnihi, yule ambaye mtu akamtolea mtu mwingine ambaye hawajibiki kumlisha chakula, lakini kwa idhini yake, yani mtu akamtolea mfano jirani yake alazimiki kumpa chakula cha siku, basi zaka hiyo ajzaat. Akienda kumuomba idhini, naomba nikutolee zakatul fitri ndugu yangu, yule akakubali, basi zaka hiyo inakubalika. Wabiduni idhnihi, asipomuomba idhini akawatolea mtaa mzima mfano bila kuwaomba idhini, la tujziu, haikubaliki. Haya ndio masala namba 3, haikubaliki. Maana mpaka uwaombe ruhusa, wakuruhusu uwatolee wale ambao huwapi chakula, ndio wewe uruhusike kufanyaje? Kuwatolea, na itosheleze kwamba ni zakatul fitr. Haya, na masala ya 4 na ya mwisho ambayo ameyataja shekhe, anasema waliman wajaba alayhi ikhrajul fitr, sawa. Anasema masala ya 4, waliman wajaba alayhi ikhrajul fitrati an ghairihi an yukhrija alfitrat dhalika alghairi ma fitratihi fi almakani alladhi huwa fihi, yule ambaye amewajibika kutoa zakatul fitr yeye na kumtolea mwingine, inabidi aitoe zaka yake alfitr inayomhusu yeye na amtolee yule mwingine katika sehemu ambayo yuko yeye, walau kana almukhraju anhu fi makanin akhar, hata yule ambaye anatolewa na mwingine yuko sehemu nyingine. Yani mfano baba yuko Dar es Salaam, mtoto yuko Mbeya, baba anatakiwa amtolee mtoto. Kwa hiyo sasa zakatul fitr itatolewa wapi? Itatolewa aliko baba. Baba ndio yuko Dar es Salaam, atatoa maeneo yale na maskini walio karibu na pale. Kama haipo ndo maana yake ataihamisha mkoa, na atawatolea watoto wake waliopo Mbeya, waliopo Arusha, waliopo mbali. Kwa yule anapotoa itahesabika kwa kugawia ni sehemu ile aliyopo yeye mtoaji. Kwa hiyo biidhnillahi taala nadhani imeeleweka, wabillahi tawfiq.